Naam. Huyu hapa bana ni Manyusi ma DVD baba lao kutokea hapo Mbeya. Mbeya Mbarali hapo Rujewa kama kawaida. Ni muuzaji na ni msambazaji wa movie zote mpya na zamani. Ukitaka single movie kali, season kali zote unajipatia hapo. Hakuna movie ambayo inakosa. Ni Jula na reja bana. Wow. Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi na kila siku movie ni mpya. Katuni kali pia wa movie kali. Namba ni hapo 0747889676. Popote pale ulipo. Wow. Pia ni muuzaji wa memory card, flash disk, zile meza za TV, charge za simu, USB, balbu zile, yani vifaa vya umeme vinapatikana hapo na vifaa vyote vya simu. Endelea hapo, ni mapema sana. Pia napiga window aina zote, pia na charge na simu. Bwana huduma ni kama zote, ni mtaalamu kama kawaida kutokea hapo Rujewa. 0762889629. Bwana wewe tu. Tupo live katika sehemu ya pa. Sasa ni kama tulivyokuwa tumeona, baada ya bibi kuchimba mkwara kweli kwa mjukuu wake, akimkanya kwamba usisahau maisha babako, maisha mamako wa kambo, yani yule queen, na hata na maisha ndugu yako ambaye anaitwa Dosang, basi yanategemea maneno yako ambayo utakayotoa kwenye mdomo wako. Mambo sasa ni kizaza. Bibi Nyamera huyu hapa. Stories zilikuwa nyingi sana kuhusu mfalme wa zamani, kwamba alikuwa katili, utawala wake ulikuwa ni mbaya na nini. Kumbe kuna figisu zilifanyika, na hata mfalme yule alikuwa ni kichaa. Kumbe kuna dawa ambazo alikuwa akiekewa kwenye vyakula vyake. Mwana mambo hayo. Sasa mzee alikuja kwa hadithi kila kitu, na hapa ni ushahidi. Hii ni sindano ambayo ilikutanika mara mwisho. Huyu hapa alikuwa ameyokota ama kile kichupa cha kuhifadhi sindano. Bibi yake kuna mtu ambaye anatembea naye, na bibi pia alifanya mauaji ya watumishi wawili wale ambao walifia kwenye maji, kuonekana kwamba walijiua, ila chanzo ni kwamba labda pia na wenyewe walijua siri kama hivi kwa Prince. Kwa hiyo anasema lazima kwanza tujue kwamba mwenye hicho kichupa nani, mwenye hicho kidude hicho, kwamba yule daktari nani. Anasema lazima mtu huyo ambaye anatembea na bibi yako lazima atakuwa ni mtu ambaye anajua udhaifu wa bibi. Ndio maana bibi hataki mtu yote ajue kuhusu kinachoendelea. Sasa kama tukifuatilia itakuja labda kama akijua, kama tunafuatilia. Vipi kuhusu Daktari Choi? Anasema sina uhakika kwamba mzee anamwamini mtu ule pale kwa matendo yake, lakini sasa kwa sasa hivi hana uhakika kama mtu ule yuko upande wake malaya, kwa sababu watu wote hawa wapo chini ya Queen, mwanamke ule pale anaitwa Soso. Anasema ili kumpata mmiliki wa hichi kichupa hichi, lazima tupate msaada. Kwa hiyo nitajaribu kufikiria kwenda kumuuliza Dr. Choi. Akaambia kwa makini, lazima uwe makini sana mwanangu. Anasema nitamuita, nitasingizia kwamba nataka aje kunitibu ili bibi asisanuke. Kweli bwana, baadaye akamuita Dr. Choi ama mganguzi huyu. Sasa nimefurahi sana kwamba unaendelea vizuri. Na uhakika pia kwamba ulikuwa na sababu zako. Akaambia sasa kwa upande wangu, sasa mimi hapa nitakuwa mkwe wako au? Anasema hapana, sio hivyo. Vipi binti yako si mzima? Ndiyo. Anasema mtu ambaye ninayemwamini na kumheshimu zaidi katika sehemu ya ikulu ni mtu ambaye ataenda kwa baba mkwe wangu, yani wewe hapo. Mtu hapa anasema nashukuru sana kwa maneno hayo. Nashukuru sana mheshimiwa. Anasema sasa labda unaweza kuwa nafahamu chochote kuhusu hii hapa, kwamba hii hapa ni nani? Anasema mara kadhaa nimekuwa nikuwapatia zawadi baadhi za madaktari, vidude kama hivi. Hii hapo umetolea wapi? Anasema hii hapa tu nilikuwa nimekutana nayo, kwamba aliyokota. Kwa anasema natamani kumjua mwenye hii nani. Labda unaweza kunisaidia tukamjua mwenye hii.
Anasema na madaktari wengi sana ambao wamewapatia hivyo vidude. Ila nitaenda kwenye kituo cha afya hospitalini kwenda kuulizia kama kuna mtu yote ambaye amekipoteza. Anasema kuna shida. Nitakwambia sababu za kumtafuta mwenye hichi kidude. Akaambia kuna shida. Kwamba hivyo vidude vilitolewa kama zawadi na huyu hapa ambaye anaitwa Daktari Choi. Kwa madaktari wengine kwa sababu hapo ni daktari mkuu. Ujisikii vizuri mheshimiwa? Aliulizwa na huyu hapa ambaye ni Nuchi. Huyu hapa ni mtumishi wa Prince. Anasema na uhakika kwamba kuna itilafu kwa Prince. Kwa kama chochote kikitokea labda chochote tofauti basi unijulishe. Huyu alisema sawa. Huyu bwana mdogo huyu ambaye labda huyo pia anaweza kaaminika kwa Prince. Taja pana pili kwa mfalme ambaye anaitwa Haejong. Anaitwa Haejong. Sasa mfalme atafanya maamuzi gani? Ataamua nini? Huko pana pili Queen Sosu anapiga story na mtumishi wake. Anasema lazima atachagua kumtelekeza mwanae. Kama atachagua kumlinda mwanae basi atapoteza vitu vingi sana. Atapoteza uongozi na hata pia na maisha yake. Huyu mwanamke ni nyamera kweli. Ana zaidi ya miaka 10 hapa ikulu. Ghafla mheshimiwa umelala. Nani wewe? Anasema ni kiongozi, ni mtumishi, yani mkuu. Kwamba anaitwa yeye ni mtumishi mkuu. Shida nini? Anasema wacha nivae, kwa hiyo nipatini dakika kadhaa. Kwamba anaitwa hapo na pili, kwa hiyo anahitaji kuvaa. Alikuja kumwambia kwamba anaitwa ni mtumishi wa kiume. Nimesema kwamba usubiri, sinakuja. Anasema ngoja nikusaidie mheshimiwa, kwamba aje kumsaidia kumvalisha vazi hilo. Lakini huyu ambaye alikuja ambaye ni mtumishi mkuu, yeye yuko upande wa Queen Daga ama yule Queen Sosu, bibi wa Prince. Hayuko mwenyewe, kwa nyuma yake kuna mpambe. Jamaa aliona ambaye yuko nyuma hapo ana kisu, kwamba hao amekuja kumdhuru. Sasa kauliza labda baba yangu ametoa maagizo, ametoa amri mje mniue mimi. Amewaagiza mje mniue. Amekuja kuuawa. Sasa kajitetea. Hapa inabidi asepe, sio salama. Kweli. Kajachia namna hiyo. Hapa sio sehemu salama. Sasa ni kukimbia. Maisha yake hapa hatarini. Mheshimiwa anaitwa na mtumishi wake. Huyo ni mtumishi wake. Anamuita kijana wake yani. Huyo akatoa viatu vyake akamvalisha Prince. Huyo hapa anaweza kumwamini. So ni mtu wake wa muda mrefu sana. Na ni kijana wake wa muda mrefu. Kwa hiyo kabidi amfuate. Hii sehemu ni vipi? Hapa ni wapi? Anaambia mheshimiwa ingia ndani, hii ni sehemu ni salama, lazima ujifiche. Ingia ndani mheshimiwa. Kweli bana. Prince akaingia ndani. Sasa anaingia ndani namna hii. Sina nashangaa. Aliowakimbia hapa. Watu aliowakimbia hapa. Ameuzwa ase. Kumbe hata huyu sio kumwamini. Yaani karibia watu wote katika ikulu wote wapo chini ya Sosu, Queen Sosu. Mambo. Kwa hata huyu kijana wake huyu Nuchi huyu. Ase kamuuza, kamsaliti. Kisu hicho hapo. Anataimiwa kwa nyuma. Akigeuka, asa alitoa kitu. Huyo kijana alimchoma. Huyo. Wakati alivyokuwa na zubaa, kilichotokea kwamba ni ukweli, basi alichomwa namna hiyo. Sasa nani wa kuaminika? Ni kama vile na baba yake hawana msaada.
Mwanaume amedungwa kitu namna hiyo. Unajua kuamini eh? Huyo alisema, mheshimiwa, tafadhali nisamee tumie. Tafadhali nisamee. Mwamba alinitete. Yote anasababishwa na bibi. Kwanza bibi hataki uyapa arithi madaraka ama achukue nchi, kwa sababu itakuja kuwa noma kwake. Sasa ni kizaazaa. Bwana, ndo tumeanza, wanaita The Lost Prince. Yote ambayo umeyafahamu ni kiufupi tu, ama ni machache. Kuna mengi makubwa ambayo utafahamu zaidi. Bwana, tukutane kwenye mwendelezo sehemu ya 8. Hii ni sehemu ya 7 ambayo inaishia hapa. Ni ya moto mno. Nikwambia tu kwamba utulie, usiwe na wasiwasi. Na maana pia mara zote umekuwa ukiniamini kwamba bwana kuleta vitu vikali. Na hii ni kali. Baadhi ya matukio ni shida. 주상보다 먼저 세자를 찾아야 하네. 지금 즉시 시가 운명을 내리거라. 내 반드시 널 찾아낼 것이다. 세자를 내놓으십시오. 세자는 살아있습니까? 주상하게 날은 아니겠습니까? 세자만 포기하면 다시 예전으로 돌아갈 수 있습니다. 본기에 이 세자를 폐위시킬 생각을. 피를 너무 많이 흘리셔서 여기서 대치차리면 필시 목숨을 잃게 됩니다.